Subiri kidogo, usikimbilie kuamini. Hii si hadithi ya mzimu wala si simulizi ya kutisha za usiku. Hiki ni kitu halisi. Huyu ni mtu halisi. Na ndio maana tunasema kwamba Michael Jackson yuko hai. Huu ni ukweli uliofichwa ambao unafichuliwa kwa sasa. Ni Jafar Jackson. Huyu ni mpwa wake anayekuja na sura ile ile, mwendo ule ule na hisia zile zile ambazo zilizowahi kutikisa dunia. Ukimwona kwa mara ya kwanza unaganda na kujiuliza maswali mengi sana. Ukimsikia na kuyatafasiri matendo yake lazima utetemeke au kupigwa na butwaa. Na swali moja tu ambalo linaingia kichwani mwako ni kwamba inawezekana? Nikuulize tu mtazamaji kwamba inawezekana vipi Michael Jackson kuwa hai hadi leo? Makala hii imeandaliwa na Michael Isaac na kusimuliwa na mimi Emmanuel Chilimo. Karibu kwenye chapter za simulizi, chapter za hadithi mbalimbali ili uweze kujifunza mambo mengi zaidi kutoka hapa Joe Studio. Subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata simulizi na hadithi mbalimbali. Katika historia ya burudani duniani kuna majina ambayo hayafi, majina ambayo yanayobeba uzito wa vizazi. Moja ya majina hayo ni jina la Michael Jackson. Lakini kadri miaka inavyosonga mbele, dunia inaanza kushuhudia sura mpya, sura inayofanana, sauti inayosikika na kwa namna fulani hivi inayohisi kwa mwendelezo hadithi ile ile. Huyu si mwingine bali ni Jafar Jackson. Jafar si mtu wa kawaida, ni mtoto wa Jermaine Jackson, mmoja wa waasisi wa kundi maarufu la The Jackson 5, ambapo hii ilikuwa ni familia ambayo muziki haukuwa tu kazi, bali muziki ulikuwa damuni. Muziki ulikuwa kama utambulisho wa kundi hili. Alizaliwa ndani ya urithi ambao wengi wangeuogopa. Nyumba aliyokulia haikuwa tu ya makazi, bali ilikuwa ni sehemu iliyobeba historia ya mafanikio, pressure na matarajio makubwa sana. Ni tofauti na watu wengi walivyomuona Michael Jackson kama nyota. Jafar alimjua kama mjomba wake, mtu wa familia mwenye hisia, ndoto na maisha ya kawaida nyuma ya pazia la umaarufu. Cha kushangaza ni kwamba Jafar hakuwahi kuota wala kuwa mwigizaji mkubwa katika ndoto zake, bali ndoto zake zilikuwa kwenye muziki, ambapo alikuwa kama producer au kuandika nyimbo mbalimbali na kuijenga sauti yake binafsi. Alitaka kujitengenezea mwenyewe juhudi zake na si kwa kivuli cha jina la Michael Jackson. Lakini maisha yana njia nyingi sana. Maisha na njia zake za ajabu. Huenda ukabadilika mwelekeo na kuwa mtu fulani hapo baadaye. Siku moja aliona taarifa mtandaoni kuwa Graham King amepata haki ya kutengeneza filamu ya maisha ya Michael Jackson. Filamu ambayo baadaye ilijulikana kama Michael. Wakati huo Jafar hakufikiria hata kidogo kwenye nafasi hiyo kwamba angeliweza siku moja kuwamo katika miongoni mwa watu ambao wangelishiriki hiyo filamu. Hii ilikuwa ni habari njema kwake. Na ni mpaka ambapo alipopigiwa simu, Graham alimtafuta moja kwa moja akimuuliza swali rahisi sana, swali ambalo moja kwa moja lilikuwa lina uzito kichwani mwake. Alimuuliza kwamba, umewahi kuigiza? Jafar alijibu ya kwamba, hapana, mimi sikuwahi kuigiza wala sikuwahi kufikiria kuigiza. Lakini hilo halikumzuia. Alipewa nafasi ya kujaribu, na hapa ndipo Jafar alipoonyesha kitu kinachomtofautisha. Hakutaka kujaribu tu kwa mchezo, bali alitaka kujitoa kikamilifu na kufanya kile kitu ambacho kilikuwa ni kusudi la Graham. Baada ya kufikiria, alichukua hatua isiyotarajiwa. Alimtumia Graham voice note akijaribu kuongea na kuimba kama Michael Jackson. Dakika chache baadaye simu iliweza kurudi. Uamuzi ulikuwa umefanyika. Hii ilikuwa ni safari mpya ambayo ilianza moja kwa moja
Jafar kuingia katika miongoni mwa watu ambao watakuwa kuwashiriki katika filamu ya Michael Jackson. I'm just getting started. Kuwa Michael Jackson si jambo la siku moja tu. Jafar alitumia karibu miaka 2 kujiandaa. Alianza kujifunza uigizaji chini ya mwalimu Angela Gibbs, akifanya mazoezi ya scenes mbalimbali kabla hata kuingia kwenye script ya filamu. Baadaye alifanya kazi na choreographers Rich pamoja na Ton, hawa watu waliowahi kufanya kazi ya moja kwa moja na Michael Jackson. Hawa hawakumfundisha tu kucheza, bali walimfundisha maana ya kila movement ambayo alikuwa anaifanya Michael Jackson katika nyimbo zake. Lakini changamoto kubwa haikuwa kuigiza tu, bali ilikuwa ni kubadilika. Jafar alijenga training camp nyumbani kwake, mahali ambapo Michael aliwahi kuishi. Hapo alitumia masaa mengi zaidi kila siku akifanya mazoezi mbele ya vioo, akijifunza kila hatua ambayo Michael Jackson alikuwa anazifanya. Lakini changamoto kubwa haikuwa kuigiza tu, ilikuwa ni kubadilika. Alianza na performance ya Billie Jean, moja kati ya performance ambayo ilikuwa ni ngumu zaidi. Aliweza kurudia mara 1000 mpaka alipoweza kujiona mwenyewe kama Michael kwenye kioo, tofauti na wengi walivyodhani. Lengo halikuwa kuiga tu. Jafar alichimba ndani zaidi, alisoma maandishi ya Michael, jono zake na mawazo yake ya ndani, na alitaka kuelewa tu si tu kile Michael alifanya, bali kwa nini alikuwa nakifanya. Aligundua kwamba Michael hakuwa tu na msanii, bali alikuwa ni mtaalamu wa hisia za binadamu. Alijua jinsi ya kutumia rangi, mavazi na hata mwanga wa kuvutia macho ya watazamaji. Kila glove, kila koti, kila hatua ilikuwa ni sababu. Hapo ndipo Jafar alipoanza kuelewa kuwa kucheza kama Michael si kuhusu miguu tu, bali ni kuhusu akili, moyo na roho. Safari hii haikuwa rahisi. Kulikuwa na mashaka, hofu na pressure kubeba jina kubwa zaidi katika historia ya muziki. Moonwalk haikuwa rahisi. Spins zilimtesa, hata kuvaa viatu vya loafers ilikuwa changamoto sana. Lakini alijifunza kitu muhimu zaidi: kuendelea hata pale unapohisi huwezi. Alifanya mazoezi bila hadhira, hakukuwa na makofi, hakukuwa na sifa, bali kulikuwa na yeye tu pamoja na kioo, ndoto kichwani mwake, hadi kufikia kiwango ambacho wengi hawafiki. Pole pole ilianza kubadilika. Katika baadhi ya nyakati, Jafar alihisi kitu ambacho hawezi kukielezea kwa maneno. Alisema kwamba alihisi uwepo wa Michael akiwa naye, hasa wakati wa performance. Ilikuwa ni kama nguvu fulani hivi ambayo inamuongoza na kumlinda na kumsaidia kufika kile ambacho alikuwa nakifanya peke yake, kwani peke yake asingeliweza kufanikiwa. Hii haikuwa tena kazi ya kawaida, bali ilikuwa ni safari ya kiroho. Hadithi ya Jafar Jackson si ya mtu anayejaribu kuwa Michael Jackson. Ni hadithi ya mtu anayejaribu kuelewa, kuheshimu na kuendeleza urithi wa mmoja wa wasanii wakubwa zaidi kuwahi kuishi bila kupoteza nafsi yake mwenyewe. Kupitia filamu ya Michael, Jafar hajajaribu tu kuigiza maisha ya mjomba wake, bali amefungua mlango kwa dunia kuona upande wa kibinadamu wa Michael ambao wengi hawakujua. Na sasa hadithi hii si tena maandalizi au ndoto. Filamu hii tayari imekamilika na imeanza kupatikana kwa watazamaji, ikiwa ni moja ya kazi ambazo zinazotarajiwa kuuza zaidi duniani. Ni nafasi kwa mashabiki na hata wale waliowahi kuwa na maswali kuhusu maisha ya Michael Jackson kupata picha ya ndani kutoka kwa mtu aliyekuwa karibu naye zaidi kuliko wengi walivyotarajia. Hii si filamu ya kawaida. Hii ni safari ya hisia, urithi na ukweli uliokuwa umefichwa kwa muda mrefu zaidi juu ya mtu maarufu, King of Pop, Michael Jackson. Na labda hapa ndipo somo kubwa linapojificha, kwamba wakati mwingine urithi si kitu cha kukimbia tu, ni kitu cha kukumbatia, kukiheshimu na kukibadilisha kuwa mwanzo wa hadithi mpya. Jafar Jackson yupo mwanzoni tu, lakini safari yake tayari imeanza kuonekana, na dunia kwa sasa ina nafasi kushuhudia tukio hili. Mimi ni msimulizi wako Emmanuel Chilimo, na makala hii imeandaliwa na Michael Isaac. Mpaka wakati mwingine, asante na kwaheri.
That is what I want the world to feel. Magic. Michael